Inasema hivi. Yule hapo na Biblia ya Kiswahili atatusomea, mimi nilisome ya Kikuyu. Mwanzo 16 mstari wa kwanza inasema hivi: aterere Sarai mutumia wa Abrahamu niyagire ukasiarera Ibrahimu niyagire ukasiarera Ibrahimu aterere Sara mutumia wa Ibrahimu niyagire ukamusiarera ciana no nĩarĩ na ngata ya mũirĩtu ya kuma Misiri yetagwo Hagai. Nĩ ũndũ ũcio Sara akĩĩra Abrahamu oe mũirĩtu ũcio nĩgetha magĩe mwana nake. Mwana ni arogocwo. Amen. Bwana asifiwe sana. Amen. Na ndio nikasema aniguotera ugo mahubiri yangu ni kushoka. Ni kunoga. Kama mtu ameshoka, angekuwa mtu ni anogete, analeta hasara, hasara hata katika nchi, ona dhini wa bururi, hata katika nyumba yake, ona dhini wa mwishi wake, hata kwa kanisa, ona kanitha. Wakati Mungu aliponipatia hili neno, ndio akaya ya kigogi ya kushoka, ya kunoga. Bwana asifiwe sana. Bwana ni soro. Niliona mambo mengi sana. Niliona ile na mambo. Kama mhubiri ameshoka, angekuwa mhubiri ni anogete, kama mhubiri ameshoka, angekuwa mhubiri ni anogete. Bwana ni soro washo. Mhubiri anoga, mhubiri akichoka, anoga binafsi, anachokesha hadi washiriki. Ashiriki makenoga. Washiriki nao wakichoka, manoga ya kujia, wanachokesha hadi mhubiri. Bwana ni Mungu. Mungu ndiye tuone atuwale Bwana noga ndio wa Biblia. Nataka tuone watu ambao wamechoka katika Biblia na wakenogia yake, na wakawa wamechokesha hadi wale wengine. Bwana ni Roho. Bwana Yesu asifiwe. Mungu kile kitu hatari. Kwa hivyo hakuna kitu hatari kama kuchoka. Bwana ni Roho. Bwana Yesu asifiwe. Ni kule atu gararia. Naamini kwamba kuna mtu naongelesha. Mahenaga mafundi. Huwa wanapeana vipimo kana makabe kana. Ama wanakuwa wameajiri. Ukiajiri mtu ambaye amechoka, hakuna kazi watafanya. Bwana Yesu asifiwe. Sijui kama umeajiri mtu ambaye amechoka. Ukiajiri mtu ambaye amechoka, ade kama mtu mdogo, hakuna kazi atafanya. Utampa kazi ya bure. Na shida ni yako, sababu uliajiri mtu ambaye amechoka. Ni ombi langu siku ya leo, tuache kuchoka. Bwana Yesu asifiwe. Tuache kuchoka kuenenda katika shirika. Tuache kuchoka kwa ajili ya kwenda kanisani. Tuache kuchoka kwa ajili ya kazi ambayo mwaka huu mbali sana. Hakuna mahali tumeenda. Bwana Yesu asifiwe. Wacha tufanye kazi. Na Disemba tutapata mazao. Amen. Bwana asifiwe sana. Bwana Yesu atukuzwe. Hagai akinoga. Hagai akawa amechoka. Sababu alijojea mtoto. Akirejesha kusi wake hapa. Akalete hasara kwa jamii yake. Mtu wake hapo ile au ile mbili. Sababu mke wake akamwambia kwa bendi sio kugea moto. Na nyumba ya mjakazi yule kupata mtoto. Nyumba ya Ibrahimu ikajaa shida. Bwana Yesu asifiwe. Sarai ambaye alisema achukuliwe, yeye tu ndiye alisema anaangalia vibaya na ule mjakazi. Bwana Yesu asifiwe. Na mwisho kabisa huyo mjakazi akatimuliwa. Na taifa ambalo alilizaa. Bwana Yesu asifiwe. Na ikawa shida hata kwa wana wa Israeli. Na ikaendelea kuwa shida sana. Kwa ajili Sarai alikuwa amechoka. Hakuna jambo ambalo lina shida ni kama mtu akichoka.
Kenya. Mahali nimefika. Nimechoka. Bwana Yesu asifiwe. Na ndio unaona hadi kiongozi. Ako na kazi ngumu sana ya kufanya. Sababu hata naye amechoka. Watu wakichoka. Hawatii. Wakiongoza. Akikuwa choka. Hata hawezi kutawala. Hakuna mahali anapeleka watu. Amen. Amen. Bwana na atusaidie. Tukose kuchoka. Amen. Kanisa likichoka, washirika hawataenda shirika. Wanaja kanisani kama wamechelewa. Bwana Yesu atukuzwe. Nikikuona mahali pale ukiingia kama umechelewa, ninajua kwamba umechoka wewe. Bwana Yesu asifiwe. Na ukichoka, hakuna mahali mnaenda. Bwana Yesu asifiwe. Jambo ambalo utafanya, unaletea kanisa hasara. Unaletea hata kanisa hasara. Na hata unaletea nchi hasara. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Amen. Ambia jirani ni si vizuri kuwa umechoka. Bwana Yesu asifiwe. Watu wamechoka hata ukikuja hapa kuiba tunaona. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Watu wamechoka hata katika nyumba ya Bwana wanaona. Sasa nikiuliza ni wangapi unaona wakiwa wamechoka atajua. Hata kuhubiri akiwa amechoka wewe utajua. Bwana Yesu asifiwe. Si vizuri kukaa umechoka. Sababu mahali tumeitwa. Bwana Yesu asifiwe. Ni safari. Na inataka mtu ana bidii. Katika nyumba ya Bwana. Inataka tukawa na bidii. Bwana Yesu asifiwe. Katika kila mambo. Hata katika nyumbani kwetu. Tukawa na bidii. Bwana Yesu asifiwe. Tumeona mtu wa kwanza aliyechoka. Ni Sarai. Bwana Yesu asifiwe. Na nyumba yake ikakosa kuweka. Mtu mwingine tunaona ambaye alichoka. Tunaona Musa akichoka. Amen. Tunaona Musa na tunaona jinsi alichoka. Bwana Yesu asifiwe. Wakati mmoja akaita watu. Sababu yeye ndio peke yake alikuwa akiwahukumu watu. Na Musa akafika mahali akachoka. Na watu wote wakakosa nguvu. Na maandiko yanasema Musa akawaleta watu kwa laini. Kuanzia asubuhi ili ahukumu watu. Na hadi jioni. Lakini akasaidiwa na mkwe. Akaambiwa Musa, ukishinda na watu katika hii mstari, utawachokesha na hata wewe utachoka. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Amen. Na fanya hivi Musa, chagua watu wakusaidie kazi zingine. Bwana Yesu asifiwe. Ni nini ilifanyika Musa akaambiwa vile? Sababu Musa alishinda pale kwa ile mstari. Akiwahukumu wengine. Na watu waliishi pale kwa ile maji unatoka unaenda na unapanga ile mstari. Kwa ajili ya hata baba hadi jioni unakuwa usiku. Anaambia endeni tena kurudi kesho. Na wewe mwenyewe akafika mahali akachoka. Na wale wengine pia wanachoka. Mama ya mzee akichokesha mama na hata watoto wachoka. Hiyo boma haiendi mahali. Bwana Yesu asifiwe. Tuko pamoja watu wanaongea kuhusu kuchoka. Bwana Yesu asifiwe. Bwana atusaidie sana. Tuache kuchoka. Kwa ajili ya kazi hii ya Bwana. Tukitoka kwa ajili ya tukitoka kwa ajili ya hakuna mahali tunaenea. Bwana Yesu asifiwe. Bwana atusaidie. Bwana Yesu
ukishoka, Bwana asifiwe sana, hakuna kuendelea. Bwana asifiwe sana. Musa alishoka. Bwana asifiwe sana. Amen. Ukisoma historia ya Musa, utaona kwa sababu ya kushoka hakufika mbinguni. Maandiko hata Biblia hata waleo, maandiko yanasema Musa alizikwa na Mungu. Haijulikani alizikwa wapi. Bwana asifiwe sana. Kwa sababu alishoka. Hata kuna wakati mmoja tunasoma katika maandiko, alipiganisha amri 10 za Mungu kwa sababu ya kuongoza watu wameshoka. Siku moja Musa alienda mlimani. Wakati aliitwa na Mungu. Bwana asifiwe sana. Ili akaweza kupokea amri 10 za Mungu. Wakati alirudi, alikuta watu wale aliwaongoza wametengeneza kimungu ya ng'ombe na wakaanza kuyabudu. Bwana asifiwe sana. Mtu ambaye amechoka anajichokesha hadi yeye. Bwana Yesu asifiwe. Na lengo yake inaisha. Sababu kiongoza watu ambao wamechoka. Mara nyingi ni wakati utakuwa na hasira. Utafanya mambo kama una hasira. Watu wakiongozwa na mtu ambaye amechoka, mara nyingi watakuta kama wamekosea. Bwana Yesu asifiwe. Hallelujah. Amen. Ni vyema watu wa Mungu tuache kuchoka. Na dawa ya mambo haya yote ni kung'ang'ana. Hata mambo yakiwa mazito, wacha tung'ang'ane ili tukafikia mahali Bwana anataka. Bwana Yesu asifiwe. Tumeona Musa jinsi alivyochoka. Bwana Yesu asifiwe. Na mtu mwingine aliyechoka. Bwana asifiwe sana. Amen. Ni mtu aliyeitwa Elija. Amen. Katika maandiko, ukisoma kilekaniro katika Biblia, udome Samuel udome dhini wa Elija, tuko katika Elija katika kitabu cha Mungu. Tuna Elija dhini wa kilekaniro. Maandiko yanasema marogo alishoka. Bwana asifiwe sana. Amen. Katika kitabu cha Wafalme, tuone katika kitabu cha Wafalme 19 wa kwanza. Musa Elija alishoka. 19 19. Tuko hapo. Wafalme wa kwanza 19. Inasema hivi. Wacha tuanze mstari wa kwanza. Na Ahabu akira Jezebeli mutumia wake maundu maria mothe Elija ekite na uria oragite anabii othe ambare. Na Jezebeli akirekia mundu hari Elija akerwo atire Elija Ngai iroturaga agikorwo digakorwo kuragite rucio na ota eno ota uria uroragire anabii. Riria Elija aiguire uguo
akioya ndungata yake magĩthiĩ makĩhitha Berisheba bũrũri wa Juda. Agĩtiga ndungata yake kuo, agĩthiĩ rũgendo rwa mũthenya mũgima arorete werũ-inĩ, agĩkoma handũ gĩtina-inĩ kĩa mũtĩ, akĩrirĩria gũkua, akiuga atĩrĩ, Mwathani, ndagũthaitha ũnjũrage tondũ hana o ta mũndũ mũkuũ. Tatusomea. Natusome. Basi Ahabu akamwambia Yezebeli habari ya mambo yote aliyofanya Eliya na jinsi alivyowaua manabii wote kwa upanga. Ndipo Yezebeli akampelekea Eliya ujumbe kusema, miungu anifanyie hivyo na kuzidi, nisipokufanya roho yako kesho panapo wakati huu kama roho ya mojawapo wa hao. Naye alipoona hayo, aliondoka akaenda haihifadhi roho yake, akafika Berisheba mji wa Yuda, akamwacha mtumishi wake huko. Lakini yeye mwenyewe akaendelea katika jangwa mwendo wa siku moja, akaenda akaketi chini ya mretemu, akajiombea roho yake afe, akasema, yatosha sasa, Bwana, uiondoe roho yangu, kwa kuwa mimi si mwema kuliko baba zangu. Huyo ni Elija. Akinoga. Amechoka. Bwana asifiwe sana. Amen. Mtu wa Mungu. Mtu wa Gai. Wakati tumeshoka. Lili atwano. Watu wanatamani kufa. Adume ndio mkuna. Bwana asifiwe sana. Amen. Ukiona watu wengi hata wanajiweka kitani, wanajinyoga. Ukiona ndio mangeuka. Huyo anakuwa mtu ambaye ameshoka. Ushokora mundu unogete. Bwana asifiwe. Amen. Haleluya. Amen. Kwa hivyo watu wa Mungu. Katika maisha yetu. Ndio wamutorere. Hakuna kitu kibaya kama kushoka. Utili kitu kiutakunoga. Bwana asifiwe sana. Haleluya. Afadhali ufanye jambo kuliko ukae hivyo ushoke. Naona kafawike na udugu bila kuikara huko kano. Bwana asifiwe sana. Watu wanashoka hata katika maisha ya nchi hii. Ona ndio ni mambo yale tuolele. Bwana asifiwe sana. Mwana ni ndio hata mtu ambaye amesoma, amefanya mambo makubwa, kuna mdomo na wina maudu make manene. Na ameshoka. Na ni haki na hapa. Mimi leo. Hujia cha kwenye wao. Si vizuri kushoka. Ni urumono kunoga. Bwana asifiwe sana. Amen. Haleluya. Amen. Na ukidawa ya kukosa kushoka, na dawa kwa kunoga ni kujitolea, ni kuyerudia kufanya kazi. Kurutawea. Bwana asifiwe sana. Amen. Ulia wewe okay. Bwana asifiwe sana. Bwana ni Yesu. Tumeona Elija. Tuona Elija. Mama anasema kesho akauharushu hautakuwa uhai. Dua korowe moyo. Maandiko anasema makauli. Alikuwa mtumishi wake. Akioya murutira wake. Akaenda agethie mlimani. Oya kilima hiyo. Akaambia mtumishi wake kaa hapa. Na kila mtu yake pigwa. Akaenda na agethie. Akalala mahali. Na ngikoma hadi. Maandiko anasema akatamani kufa. Na maandiko makauga ndio Bwana asifiwe sana. Mwana ni Yesu. Mungu wake. Tuna Mungu mbinguni. Wina ngai matuini. Tusikubali kushoka. Sio wewe bila kunoga. Bwana asifiwe sana. Mwana ni Yesu. Haleluya. Amen. Tuna Mungu mbinguni. Ni kwa nini ngai matuini? Anakujua vizuri. Uliokuwa wewe. Mwimbaji aliimba akasema. Mwinua rebara hivi. Atingalijua vyema Mungu. Atenioje niko mbele yako. Na nikio dede. Wakati umeshoka. Ile wano. Na jambo yoyote. Ni uduo. Tazama Mungu. Tuterelia. Enda kwa yule mtu mwingine. Ndipo mwambie nimeshoka kwa hii na hii. Nisaidie. Na ni vizuri. Na niwe. Chagua. Ushahura. Mtu gani unaenda kwake. Ni mundu uri kurani kuri. Bwana asifiwe sana. Mwana ni Yesu. Utaenda kwa mwingine. Adeno udi kuri oge. Haleluya. Amen. Bwana asifiwe sana. Mwana ni Yesu. Na kuna watu wameshoka hapa. Kuri ndo na hama katika nyumba zao. Ninyi wameshia. Anaanza kuuliza. Ona kaja kuuliza. Alioa. Mudhuri na hiki
amenishokesha. Hivyo ndivyo watu wanasema. Najua kwa hakika hata hapa kuna mama ameshoka kwa sababu ya familia yake. Ameshoka kwa sababu wake zao na hata kwa watoto. Akasema hata watoto wanachokesha wazazi. Ni vizuri kujua, ni vizuri ya kwamba wewe kuwa mtoto usichokeshe wazazi wako. Watoto wanachokesha hata walimu. Walimu wamejitolea kufundisha watoto. Na watoto wanashoka. Bwana asifiwe sana. Na nikwambie leo, kama kuna jambo baya, Bwana asifiwe sana, ni kushoka na kutamani kufa. Bwana asifiwe sana. Amen. Haleluya. Amen. Si vizuri kutamani kufa kwa sababu umeshoka. Bwana asifiwe sana. Maandiko yanasema Mungu alikuta Elia. Akamwambia Elijah. Bwana asifiwe sana. Anasema yeye mwenyewe alimpelekea Elijah mkate na kinywaji. Piga sasa hiyo anataka kukufa. Na hiyo hapo pete atarejea huko. Ni wakati wa baraka anataka kufa. Naiga na makomete makelia huko. Bwana asifiwe sana. Mwana ni tesoro. Piga Elia. Na kaya hali kali. Ndio leo. Ndio na yapo mzee na mama. Na leo unatamani kufa. Ukomete uwete wewe ndio huko. Leo. Ndio anakomuzi. Mungu akutumanie. Ndio utumanie. Kwa sababu leo Mungu hata kupitia. Ndio Mungu kaide Mungu. Leo atakutumania. Ndio utumanie. Katika jina la Yesu. Ndio wale toyaje. Unatamani kufa. Ndio yadilia kukua. Kuna mambo mengi mazuri mbele. Kwenda maodo maigi mega mbele. Bwana asifiwe sana. Mwana ni tesoro. Mungu anakuwaza mawazo mazuri. Kaya wewe shiria na shiria. Haleluya. Amen. Nenda kwa mtu mwingine. Mwana odoke. Unatafuta mtu mzuri. Ndio salie modo Kama unafika mwisho. Omro ikupini mwisho. Katika ngoma yako. Ndio wangu kulele wako. Unafika mwisho. Ona kaone ukinyete mwisho. Sababu ya wazazi wako. Ndio washialia Kama umefika mwisho. Omro ukinyete mwisho. Umesamehe jirani. Ndio jirani. Anakufungua. Ni abode nini? Umefika mwisho. Na wakinya mwisho. Bwana asifiwe sana. Usifike mwisho. Ndio wakinya mwisho. Haleluya. Jawabu. Ndio kwenda haja. Mungu hawezi kukuacha. Zaida rao. Mungu lazima akupatie jawabu. Ndio kinyakai alikuhea. Bwana asifiwe sana. Haleluya. Usitamani kufa. Mungu ndio anatwala watu hai. Siku yako ikifika. Bwana asifiwe sana. Akapatia Elia nyama. Kaambiwa kula. Safari ndefu. Mwana ni roho. Bila mtu majuma kutura. Una siku mingi za kuishi. Yako noga. Acha kuchoka. Mwana ni roho. Amen. Haleluya. Amen. Wewe kile hija. Jitie nguvu. Wewe yulie. Jijaze. Mwana ni roho. Amen. Mtu mmoja aliniambia ukisikia wakati shule inasema najua kuna wakati inajitia sana. Sio right. Ukipata kiwa kitu kinabamo ukipata kuigelia. Ikikuta huyo tu akipika kelele hiyo huwa anajijaza. Mwana ni roho. Ndio wakati ukuo. Anasema bado niko. Mwana ni roho. Amen. Haleluya. Amen. Wewe unakuwa ukuo. Ndio majitia ya Mungu nasema niko. Mwana ni roho. Amen. Haleluya. Amen. Mwana ni roho. Amen. Kainaki hela kiwa yako. Bwana hazilete. Ndio ndio Mungu na watu. Bwana ameona kuna watu wamechoka mahali hapa. Amen. Kuna mafaki tatakuwa mahie. Kuna wamama ambao wamepata ndio waende. Wao ndio wanaelewa. Amen. Bwana ni roho. Bwana Yesu. Haleluya. Amen. Bwana anakuwa na kaipasi. Kumbuka ile mjirago kuna Mungu mbinguni. Bwana ni roho. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Amen. Kuna Mungu. Ni kule nake. Kila Mungu si moja. Na mali ya magai timamu. Bwana asifiwe sana. Bwana Yesu. Kwa sababu amenipa hiyo neno.
ngai ahete kiugo kiu. Bwana asifiwe sana. Bwana Yesu aroho. Haleluya. Amen. Mungu atusaidie. Nani arotuteithia. Bwana asifiwe sana. Amen. Mungu hakutaka Elia Ngai ndendaga Elia akufe akue kabla hajamteua, atana mshauri, kabla hajaenda kutia mafuta mtu anaitwa Elisha. ataitiririe mafuta mundu wetu. Kwa sababu kwa Mungu hakuna vacancy. Tondu kwa Ngai gutikoragwo na nafasi. Ngai yuneti kila kitu. Mungu amejaza hizo Kwa nafasi. sababu Mungu anajua kesho. Tondu Ngai yoe kinya ruo. Hata kesho kutwa. Ona rucio ruru. Hata wiki hiyo ingine. Ona ruguri. Na mwezi huo mwingine. Na mwezi huo. Na mwaka huo mwingine. Ona mwaka ucio. Sisi ndio tunajua mambo hapa tu. Ithuĩ nĩguo tuonaga ũmũthĩ. Mungu anakuwazia mawazo mazuri. Ngai agũciragia meciria Na mega. kwa sababu uko uhai leo. Na nĩkĩo wĩ muoyo mũthenya waku. Una sababu ya kuwa uhai. Wĩna itũmi cia gũkorwo wĩ Una sababu ya kuja siku ya leo katika nyumba yako. wĩna gĩtũmi gĩa gũka thĩinĩ wa nyũmba yaku. Usichoke. Tiga kũnoga. Kuna watu leo walikosa kuja kanisa. Kwĩna andũ ona ũmũthĩ makanogaga. Lakini ni kwa sababu ya kushoka. No nĩ tondũ tu nĩ anogu. Bwana asifiwe sana. Bwana Yesu aroho. Ameshoka Anogete. kwa sababu pengine ya kijiji. Nĩ ũndũ wa rĩngĩ kũu ũrĩa arĩ. Unaitona neno wagia tu. Hata hizi vijiji zinachokesha watu. Mwana ya roho washo. Bwana Yesu asifiwe. Bwana pia tunaona amekuwa ile yake. Hata kuna watu wanachoka katika nyumba ya Bwana. Mwana ya roho washo. Amen. Haleluya. Amen. Hata wewe kanisa kuna kiana kama hiki. Anasema kanisa hili linakutoa sana. Oh, hiyo sikia tunako. Kila siku ni tusoko. Mwana ya roho washo. Amen. Haleluya. Amen. Mwana ya roho washo. Amen. Gadiye Mungu ndio kwa kanisa kaanga kwa. Saa hii jaribu kutoka uende ingine inanunua ploti. Bwana asifiwe sana. Amen. Bwana ngeni ndani kwa ile Mungu kwa hapo. Au utamaliza siku mbili hapo utachoka zaidi. Tunao ploti. Unanunua Tunao ploti. kina. Tumekataa tukasema kila mtu alete hii. Bwana ya roho washo. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Amen. Na kwa kanisa hiki kiwa ndani. Kwa kanisa hiki kiwa ndani. Kuna kanisa lingine wanasemezana na kila mtu anakatiwa pesa zake. Neto bali kwa kujia neto yule rosio okay. Mzee rosio okay. Watamtembelea mchungaji leo, wengine kesho. Bwana ya roho washo. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Amen. Kana ndio kwa kujia sana ndako. Na usiende kwa mhubiri bila kuku. Kama kiko tunaito hiyo leo ndio sio kwa kujia. Na inaandikwa vitu ambao unafaa kubeba ukienda kwa mchungaji. Bwana ya roho washo. Bwana Yesu asifiwe. Kino ndio wengi. Wingi na ingine. Bwana asifiwe sana. Amen. Haleluya. Amen. Bwana ya roho washo. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Amen. Ndio ngati ya kwake. Nasema hivi watu wa Mungu. Nikuri kutulia watu. Maisha haya tunayoishi. Nikuri watu ni maana. Watu wamekuwa kichoka sana. Bwana ya roho. Bwana Yesu asifiwe. Ile kila ngati leo. Neno langu la siku Na ya yeye leo. anakusaidia ndani. Na nataka kukusaidia na Tamge. wacha kuchoka. Uende ndio. Safari bado ni ndefu. Ndio kushokera hapo. Ndio ndio ndio. Safari hii bado ni ndefu. Bwana ya roho washo. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Amen. Ndio kumtawira. Tafanya kazi. Amen. Bwana ya roho. Ndio kumtawira kazi. Mtaifanya hii kazi ya Bwana. Bwana ya roho. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Amen. Bwana asifiwe sana. Amen. Ando mamogete muno. Watu wamechoka sana. Wanarudia makamba. Hata wahubiri wamekuwa. Nenda haja ya taidia. Mimi wanaambia Bwana anisaidie. Nikambe. Nisichoke. Bwana ya roho. Bwana Yesu asifiwe. Nenda haja ya taidia. Naambia Bwana anisaidie. Nikambe. Nisichoke. Bwana ya roho. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Amen. Elija akebukira. Na Elisha anaambia inuka. Ule na unywe. Wewe ndio ne. Safari ni ndefu. Amegoda Mungu. Ndio nami nasema sisi Usichoke. Kila ule mwenye. inuka ule na unywe. Kwa haha ukiwe kimana ule pio. Kutoka hapa pika ugali kubwa sana ukule. Bwana ya roho. Bwana asifiwe. Na wale ndio. Safari hii ni ndefu. Tukitoa kinataka. Hata hujafika katikati. Bwana asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe. Elija akebukira. Elisha anaambia inuka Uzie. na uondoke. Bwana asifiwe sana. Amen. Wapi sio kutumia hapo
Unatishwa na mwanamke na wewe ni mume kwa nini? Bwana Yesu asifiwe. Uko leo kutumia. Na unatorokea mke. Bwana asifiwe sana. Amen. Haleluya. Mbona kule kumorage na tangu kaja. Hata siku ya leo kuna wengine wanapotelea kitu kidogo sana. Bwana asifiwe sana. Amen. Kaja no. Ajapo tu kidogo hivi unatoroka. Bwana asifiwe sana. Amen. Ati unaangalia kuita ndio na kana kwa leo kwa na ngeidia. Hata jirani tulikaa pamoja hata sitaki tukaribiana sababu sasa usiposalimiwa kwani kuna badilisha mchungaji akinisalimia na amina. Bwana sifa sana. Amen. Ndio kuruke ndama sasa kuna mwingine hiyo ni shida kubwa sana. Na hata unahama kwa hiyo kitu. Bwana Yesu asifiwe. Wewe uliletwa na mtu hapa. Sasa. Amina. Bwana asifiwe sana. Amen. Haleluya. Amen. Leo tupiga kutoka. Nasema tuache kuchoka. Watu wakichoka kuna mahali. Watu ambao wamechoka hata wanakufa katika safari. Hawafiki mahali. Sisi tunataka tufike kutoka. Ile fulani tutachoka. Hatutachoka. Tutasonga mbele. Haleluya. Itakuwa na wewe mwingine. Yesu kuna kazi nyingi. Bwana asifiwe sana. Amen. Bwana asifiwe. Amen. Kuna mtu mwingine alishoka. Kuna mmoja nake wala ndio anaitwa Daudi. Wetakuwa Daudi. Bwana asifiwe sana. Amen. Daudi alishoka. Daudi na Kenya na vile. Bwana asifiwe sana. Amen. Lakini alifukua jambo moja. Na kimenye udugu. Sitashoka. Iwete kila kunoga. Bwana ni roho. Amen. Amen. Ukisoma katika kitabu cha Samueli, ukidio kukulia Samueli. Tunaona Samueli wa mbele. Tunaona Samueli wa mbele. Bwana asifiwe sana. Amen. Kiongozi leo atakula masaa yangu sana. Hata sijafika katika saa imeisha. Bwana asifiwe sana. Amen. Haleluya. Amen. Wa Samueli wa kwanza sijui kama umefika 30. Samueli wa kwanza 30. Sijui kama umefika. Mstari wa 6 inasema hivi. Daudi aliyekuwa ale na kedea nema na Daudi alikuwa ale nake nemale na maruru maige muno nebendaga kumuhura na mahiga nyodo wasiana cia gutaku no mwathanigai wake akimumiria. Bwana asifiwe sana. Amen. Daudi alina mjuma. Daudi akawa na shida nyingi sana. Bwana asifiwe sana. Amen. Kwa sababu Daudi alikuwa ameenda vita. Daudi alienda bara. Wakati alikuwa vitani, ile ale bara. Wakipigana makirua. Maandiko anasema adui. Maandiko mauaga wakakuja ikimakora. Wakateka watoto na familia na kila kitu. Na tumia na hizo shule. Bwana asifiwe sana. Amen. Wakati Daudi alirudi, ile Daudi alashoka. wale watu walikuwa nao vitani. Ale mali nao bali. Wakashukua mali. Kwa sababu akazao ameshotwa. Kama hiyo tumia au ni kushotwa. Ile kama kameto. Bwana asifiwe sana. Amen. Wangetekwa. Alikuwa ametekwa nyani. Bwana asifiwe sana. Amen. Daudi watu wakamwambia sasa. Daudi akamwambia ile muli. Tutakupiga na mawe. Nimeto kuhura na mahiga. Bwana asifiwe sana. Amen. Haleluya. Amen. Wakati mtu ameshoka. Ndio mtu anogete. Haleluya. Amen. Kuna hatari.
Hao watu walikuwa wameshoka vitani. Na wakatoka vitani. Kuja katika kijiji chao. Wakakuta watoto, mbuzi, kila kitu kimeshotwa. Wanasikia sana. Watu wakaungana. Wapiga na maji. Lakini kuna furaha moja. Hata hayo yote yakifanyika. Na Mungu mbinguni. Mwana ni roho. Amen. Hakuna mambo kibira. Watu wote kama wamekuinukia. Mwana ni roho. Bwana Yesu asifiwe. Kwenda ipatuile. Kuna Mungu mbinguni. Nikweka. Nenda kwa Bwana. Ndio makweka. Nenda magoti kwa Bwana. Ndio aliweka kiwango yake. Daudi akatulia yake. Agetulia maru. Akaenda mbele za Bwana. Akiulia na anauliza Bwana. Atwala kwa nini mnaenda kujula gari? Watu sababu wanataka kutoa. Maana hata shituna ndaiba shituna. Ambao wamachukua mali yetu na watoto. Ndio makumirani. Nikiwafuata. Mungu makinya. Nitawafikia. Bwana Yesu asifiwe. Kuna mahali pa kuenenda. Wakati watu wamefikiria kukupiga. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Amen. Sababu hata siku ya leo. Kutoka mahali. Utaweza kutana na adui pale kwa kuna. Na adui ataweza kuwa tu anaanza kukurushia mawe tu pale kwa kuna. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Amen. Amen. Wakati mmoja mhubiri akanieleza. Unaona kama hii soko tunayo siku ya leo. Kuna mama wengine walitokea hapo barabara. Mhubiri akaitwa akaambiwa mambo mbona anapigana pale kwa barabara. Na walikuwa kanisani kama siku ya leo. Na mhubiri anakimbia pale na wazee wa kanisa. Na wanapata wamama wakipigana. Bwana Yesu asifiwe. Na sasa wakamaliza ile vita. Na wanauliza ni nini mmefanya? Nasema huyu wakati soko ilikuwa inaendelea. Kwanza mara ya pili, ngeni na tatu, huyo akikura. Ai. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Sasa hii ni jinsi gani? Si hadithi. Hii nano ni hapo hapo. Bwana asifiwe sana. Amen. Yaani mmoja alishuka. Alisema ati nilienda kukula kitu huyo atamranda yako. Jiandaa kununua mboga. Na kile unajua kitu mwakana yake. Unaona ulilitana. Ona hapo kweli kwa ndani. Hadi mhubiri atakapokuweza kuvuka hata ile soko nyingine alikuwa tu hivi. Bwana ni roho. Amen. Bwana asifiwe sana. Amen. Ako anavu. Watu wameshuka. Kwa njama kabisa. Bwana ni roho. Amen. Haleluya. Amen. Kaje tutasaidia mwenye wao. Bwana na atusaidie siku ya leo. Tuache kuchoka. Tuko watu ndugu. Sababu watu ambao wamechoka. Bwana ni roho. Bwana wanaanza wazee wa kanisa pia wakichoka. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Watakasirishwa tu hata mhubiri akichoka. Hata akikuja katika madhabahu. Mhubiri ambaye amechoka huwa anajulikana. Bwana Yesu asifiwe. Na mkiona kuja ofisini unieleze na leo mchungaji yuko umechoka. Bwana Yesu asifiwe. Sababu mtu ambaye amechoka hakuna kitu kizuri kiko ndani yake. Bwana Yesu asifiwe. Lakini kuna Mungu mbinguni. Na Mungu anaambia Daudi, "Wacha wale watu na utarejesha kila kitu." Amen. Amen. Daudi alisema na ishokia kile. Daudi anaenda na anarejesha kila kitu. Kila kitu. Amen. Bwana ni roho. Amen. Wanawaita vitu.
Dada yangu. Hata tu. Hata kutoka kwa hii kazi ya Mungu. Kazi ya Mungu ina mwenyewe. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Amen. Tunatumikia Mungu aliye hai. Bwana Yesu asifiwe. Hakuna jaribu ambayo itakushinda. Bwana Yesu asifiwe. Tazama aliyekuita. Bwana Yesu asifiwe. Shida yetu ni kutazama wengine. Tunashindwa na tunachoka. Bwana Yesu asifiwe. Tunakaa watu wamechoka. Bwana Yesu asifiwe. Bwana asifiwe. Amen. Watu wakichoka na mwimbaji mmoja akaimba, ninakusifu Bwana. Wakati watu wameniacha, wewe unakuwa pamoja nami. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Hiyo kifungu ni nzuri sana. Ninakusifu sana Bwana. Bwana huwa pamoja nami. Amen. Haleluya. Amen. Watu wataweza kufuata. Hata mzazi wako baba. Hata watoto wako wataweza kufuata. Bwana Yesu asifiwe. Unaiona mzazi wako wake. Watu waulizake huyu mzee anamjua wewe. Haya unasikia watoto wake hata kidaktari mmoja pale na hiyo. Kuna mwingine hapo pale mwalimu. Na wamemwacha. Ili kuna mmoja anakuacha. Wacha niingie hapo usikie. Nasema kuna Mungu mmoja anakuacha. Wakati wewe unakuacha. Amen. Watu wataweza geuka. Sababu watu huwa wanachoka. Bwana Yesu asifiwe. Acha nimalizie na kusema hivi. Bwana Yesu asifiwe. Acha nimalize sababu kuna soko. Samuel wake 16 verse 5. Samueli wa pili 16 aya 5. Verse 5. 16 verse 5. Verse 5. Nasema hivi. Lilia muthamaki Daudi akirire bakurini mundu umwe wa nyumba ya Sauli wetagwo Shimei mũrũ wa wetagwo Meshei mũrũ wa Gera agĩũka kũmũtũnga akĩrumanaga. Shimei akĩambĩrĩria gũikĩria Daudi na njamba ciake mahiga. Ona gũtuĩka Daudi nĩathiũrũrũkĩirio nĩ andũ ake na thigari iria ciamũrangagĩra. Shimei akĩmũruma akĩmwĩraga atĩrĩ, tumagare mũragani na mũimwo thĩinĩ ũyũ nĩ woire ũthamaki wa Saũlũ. Rĩu Mwathani
andira mura na diyo yani gai mwadani ni ahede muro ko abusoro udamaki watu rewe wa andira mura na diyo wala ya sio udamaki huyo ni ufalme kama mtu kama ni kama anataka kusimama ampe mtu ametoka huko na amekuja kama Mungu na maki na anatusi mfalme kijana Daudi ako na nguvu sana kama Daudi akivuta mura na diyo na anamuita muwazi. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Amen. Ndio na Bwana sema ndio anatosha. Ndio kama umekutana na na hata kama uko uhai utaweza kutana na Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Amen. Ndio tunakuathiri. Lakini nataka kusema hivi. Bwana Yesu asifiwe. Niwe ya vyema kumenya nikuleka kujua kuna Mungu mbinguni. Kwa sababu kama waka umestay ona nakwenda ninakuya kama huyu shemei hata kujirukana mahali ya Bwana Yesu kandani ya huko Mungu maki yerabida ndio kwa Daudi kana maamura akagira na Daudi mfalme alikuwa na watu walimlinda. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Amen. Kweli acha nikwambie hata kama umeokoka hata kama umeokoka zaidi watu kama shemei hutawakosa. Amen. Mtu atakuja na aanze kukutusi. Bwana Yesu asifiwe. Sababu hata shetani bado wako dunia hii. Neema ni kujitia nguvu. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana anatusaidia. Wakati shemei ametembea katika maisha yetu. Wakati watu wamekuinukia. Bwana Yesu asifiwe. Nenda katika maandiko ya Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Na umwambie Bwana. Wakati watu wameniacha. Wewe huwa pamoja nami. Jambo nitakalofanya ni kukusifu. Katika jina la Yesu. Bwana anawabariki. Jina la Yesu. Wacha tuinuke. Pia Bwana atatupa hiyo mambo ilitokana na Mungu. Uzaliwa kwa hata kuja katika ulimwengu huu. Mama yako